Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu kwenye channel yetu ya Jifunze HTML kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza njia ya pili ya kuweka CSS katika HTML, njia ambayo inaitwa internal CSS. Internal CSS ni njia ya kuweka CSS katika HTML kwa kutumia tag ya style. Tag hii ya style inaandikwa katika sehemu ya head. Sasa moja kwa moja twende tukaone jinsi ambavyo tunaweza kuifanyia kazi njia hii ya internal CSS. Kwa kuanza nitaandika paragrafu sehemu hii hapa, baadaye nitaweka maandishi ambayo ndio haya hapa. Kwa hiyo hapo tayari ni paragrafu yetu. Sasa twende tukaone jinsi ambavyo inatokea katika browser. Tukibrowse hapa itakuja katika mfumo kama huo hapo. Tupo pamoja? Sasa twende tukaweke CSS. Tumesema kwamba CSS inawekwa katika sehemu ya head ambayo ndio hiyo hapo, na unatumia tag ya style kama hivi ambavyo naandika hiyo hapo. Sasa katika sehemu hii ndio ambapo yale ambao unataka yabadilishe ule ukurasa wako wa website, hapo ndipo ambapo yanaandikwa. Kwa mfano katika ukurasa wetu huu wa HTML tuna mambo mawili, tuna body alafu tuna na paragraph. Sasa nataka kuanza au tuanze na kuibadilisha body. Kwa hiyo ukitaka kufanya hivyo unaandika hapa body, halafu unafungua mabano haya hapa. Ndani yake ndiyo unaandika zile thamani ambazo zibadilishe kile kitu ulichokikusudia. Kwa mfano unataka hapa sisi tubadilishe background kutoka rangi ambayo ni nyeupe ambayo tumeiona tuweke rangi nyingine. Kwa mfano hapo ukiandika background color hapa, background color nitaandika alama ya reli, halafu nitaandika 9 FF. Hiyo ndio rangi ambayo nimeitaka ionekane katika background. Nikija nikirefresh tayari rangi imebadilika. Kitu cha pili ni padding. Padding ni kuyafanya haya maandishi yashuke kuja chini kidogo kwa vile ambavyo unahitaji. Kwa hiyo nitaandika hapa padding hapa, padding nitaweka yashuke kwa 16 pixel. Tukiangalia hapa katika ukurasa tunaona yameshuka katika mtindo huo hapo. Sasa kwa upande wa body tunaishia hapo, tunakuja sehemu ya pili ambayo ni sehemu ya paragraph. Nayo utaiandika paragrafu nje kama hivyo p, baadaye unaifungulia mabano, ndani yake unatia yale ambao unataka yabadilishe ile paragrafu yako. Kitu cha mwanzo mimi ambacho nataka nikibadilishe ni rangi ya maandishi. Kwa nitaandika color hapo, nikiandika color alafu nitaandika alama ya reli. Kumbuka kwamba rangi hizi tumeshazizungumza. Kama ulikosa hizo video basi fuatilia katika video ambazo zilitangulia. Alafu nitaandika F, mwisho nitaandika 00. Hiyo hapo, hiyo sio 0 ni O, nitaandika 00. Hiyo ni aina ya rangi ambayo tayari inaonekana hapo. Kwa nikija nikirefresh katika ukurasa tayari maandishi yamekuja na rangi nyekundu. Kitu kingine ambacho nataka nikibadilishe ni font family, maana aina ya hati. Nitaandika font family hapa, halafu nitasema mimi nataka Arial. Wewe utaandika
aina yoyote ya hati ambazo unaipenda. Kija kurefresh, hati zetu zimebadilika. Kitu kingine tutaangalia font size. Font size hapa nitaandika 30 pixel. Nikirefresh hapa moja kwa moja naona hati zetu zimekuwa kubwa. Kitu kingine ni font weight. Font weight inadili na uzito wa hati au wepesi. Mimi nitaandika bolder hiyo hapo. Nikiangalia hapa tunaona jinsi ambavyo hati zimebadilika na kuwa pana. Kitu kingine tukiangalie ni border. Border yapo border, utaandika border. Border nataka iwe na upana wa hiyo 4 pixel. Halafu nitasema solid hiyo hapo. Nikija katika sehemu yako ya browser taona tayari maandishi yetu yamewekewa box hiyo hapo. Nataka nibadilishe rangi hii ya box kutoka rangi nyekundu ambayo tunaiona iwe rangi nyingine, ambapo hapa nitaandika border color hapa. Nitaandika alama ya reli, alafu nitaandika 000, hiyo ni rangi nyeusi. Ukiona hapa tayari napo rangi ya border imebadilika. Kitu kingine nataka kubadilisha upana wa hiyo page, nitaandika width ambayo ndio upana ya 3 pixel. Hapa tunaona hapo inaonekana katika mfumo kama huo. Kitu kingine ambacho nataka kukiandika ni letter spacing. Letter spacing ni nafasi baina ya zile hati. Taandika tu 1 pixel. Moja kwa moja nikirefresh hapa taona hati zimesogeleana kutoka sehemu moja, zimepata nafasi kidogo. Nadhani tutafahamiana. Kitu cha mwisho kwa leo ambacho nitakiangalia ni margin left, kuyasukuma haya maandishi yetu au ile paragraph yetu kutoka sehemu ya kulia kuelekea upande wa kushoto. Kwa margin left nitaandika isogee kwa 40%. 40 kirefresh page yangu, hapo ndio inakuwa inavyosogea. Tukutane katika video inayofuata, na kusihi usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kukomenti. Asante sana, bye.